Yeah. Inakuaje bana? Sasa leo nataka usikilize hii. Kasolo hii ni kabla ya O10 Mfalme Sela Moro mkala rhyme ambaye Sogidogi mtaki anamuita Kobe hawezi mzidi mbio farasi. Maneno ya Feed Q Farid Kubanda katika ngoma yake ya Mwanza. Anasema hii ni kabla ya O10 na Mfalme Sele wa Moro mkali wa rhymes ambaye Sogidogi hamtaki anemuita Kobe hawezi mzidi mbio farasi. Ni kwa nini alisema hivyo? Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Daladala au matatu Kipekee. Njoo twende sawa. Mwaka 2004 kulitokea shindano la kumsaka mfalme wa rhymes katika Bongo Flava likiandaliwa na Eric Shigongo kupitia Ericom wakati huo. Ni moja ya shindano lililopata msisimko mkubwa kwa kipindi hicho, na hii inawezekana ilitokana na kukutanishwa manguli wa muziki kwa enzi hizo, hali iliyopelekea uamuzi wa nani ashinde kuwa mgumu wa walio wengi. Hapa walikutanishwa J Mo Kama Unataka Dem, Afande Sele Darubini Kali, Professor James Nitenge, Inspector Harun Bye Bye, Solo Thing Simu Yangu, Madi Kazi Yake Mola, Mwana Falsafa Alikufa kwa Ngoma, Mandojo na Domokaya Nikupe Nini, Sogidogi Kulwa na Doto na Dully Sykes. Ingawa Dully alijitoa siku chache kabla ya shindano. Shindano lilifanyika usiku wa tarehe 27 June, siku ya Ijumaa mwaka 2004, na hatimaye Afande Sele kutawazwa kama mshindi na kuwa mfalme wa rhymes, akipewa zawadi ya gari aina ya Toyota Sera, huku ushindi wa pili ukienda kwa Inspector Harun na ushindi wa tatu wakichukua kina Mandojo na Domokaya. Walichazuja vingi vionja Hatani wako moja tuko pamoja Na kwenu nishabreta mibalua Majibu mkatibiwa nimekubaliwa Na chongoja. Ushindi huu ulipingwa na watu wengi, kuanzia watu wa kawaida mpaka wasanii wenyewe. Haikupita muda Solo Thing aliachia wimbo wakipinga kile kinachoitwa kupanga mshindi, na mnukuu, wengine wananirubuni eti na shindania gari, kumbe wameshapanga wampe nani toka awali. Sitarudia kosa, hata zawadi waweke Neli, waongeze gorofa 2 wanikabidhi na Sheli. Kweli mimi kipaji la wanao ndo wanyonyaji, eti kwanza waninyonye ndo wanivishe mataji. Mfalme sutaraji wa kuarubuni majaji, njama na waandaaji ili nikidhi majaji. Wengine wanarubuni eti na shindania gari, kumbe wameshapanga wampenda toka awali. Sitarudia kosa, hata zawadi waweke Neli, waongeze gorofa 2 wanikabidhi na Sheli. Solo Thing hakuishia hapo. Katika wimbo wa Traveler anasikika tena akisema, mi sio mfalme njozi, mi sio mgambo Sele. Sasa ni kwa nini Feed Q alimtaja Sogidogi? Ni kwa sababu alikataa ushindi wake waziwazi, na yeye alienda mbali akatoa ngoma ambayo alimshirikisha Dully Sykes ikiitwa Rais wa Bongo, na humo ndani alijiweka kama rais wa wasanii na akapanga baraza lake la mawaziri. Cha kushangaza, mfalme halisi Afande Sele hakuwepo, na alienda akamtaja kwamba atamfikiria kwenye baraza lijalo. Wote jamani fanye kazi kama timu, miaka mitano tusukume gurudumu. Kuna zala muhimu sema elimu basi Solo Thing hapo ndugu bane zangu. Ambosi atagua sio kama ni masao, hata wewe Afande Sele sidhani na kudharau. Mwaka una nafasi subiri miaka mitano, walo selebe upinzani tunataka ushirikiano. Shindano lilitakiwa kufanyika tena mwaka 2005, na hapo Mbosha kutoka Mwanza alisema wazi kwamba ameshatabiriwa na washikaji zake wa mtaani kwamba yeye ndo mfalme atakayefuata baada ya Selemani, akimaanisha Afande Sele. Shindano likapigwa vita kwamba tayari wameshapanga mshindi kabla hata ya kutangazwa, na hapo sasa ndoto ya Feed Q kumrithi mfalme Sele ikayeyuka. Hadi sasa hajapatikana mfalme wa rhymes mwingine bado. Ilikuwaje tena kwa Feed? Hii ni story ya siku nyingine. Leo tuangalie tu hawa waliojenga jealous, bifu na kurushiana maneno kupitia ngoma zao. Kwani nipo mie, walishadisi utumbo kwamba sina kiri, mitani wanapokaa vesi zangu wananakiri. Binadamu na maovu ndo maana kifa nanuka, eti wanasubiri waone madika shuka. Mubiri kama pasta, msanii kama Tea, baba teki nyoa basta basi rege itapotea. Madi naye alienda mbali akasema, baba tek nyoa rasta basi rege itapotea, akimaanisha Baba Tek au Baba Tunda ambaye ni aka ya Afande Sele, na kudai hajawahi ona mfalme ana rasta chafu. Unajua hata Afande hakuwa mnyonge, naye alimjibu akiuliza,
rais gani hana ofisi? Haya bana. Wengine ni yeye mwenyewe Afande aliwachokoza. Mfano, katika ngoma yake ya Darubini Kali anasema inakuwa vipi unatajataja majina tu nyimbo nzima? Unasema kwenu mna Benz wakati jumba la udongo. Akaenda mbele zaidi akasema unapelekwa tu kama unacheka sana, kuna vitu vya kuimba venye maana kila kona. Sasa inakuwa vipi unatajataja majina tu nyimbo nzima, tena kwa mistari sio na vina. Mchizi ni kama aliwalenga East Coast Team chini ya Crazy GK. Hasa huenda alimlenga O10 kutoka Moro Town. Kwa nini? Kwa sababu Mchizi alijibu mapigo at big time. Kama unijui naitwa Filipo Nyandindi, na dui yangu kubwa ni Samera ni Msindi. Wapeni hai wote mashabiki wangu, nazimiwa na mademi, napendwa na wajanja. Kuna kipindi wanazuka tuna ganja, mibupo na mimi, disco na mimi, hata toto dogo ananipenda sana mimi. Unajua dongo likikuhusu, utajua tu, uhitaji kuthibitisha. Kwani nani alijiona bora kwa ajili ya makazi? Lakini wawili hao walipatana na wakatoa ngoma pamoja inaitwa Tusahau Yaliyopita. Hivi ni nani hajatambua kwamba kuna kipindi mwezi unapata unajua, ndio mambo yalipo duniani, vitu kama tsunami zo vigeni zinagongana, meli, magari na ndege juu angani, hata vidole vyetu mkononi havifanani. Ujiona mama na mwana muda fulani waelewani, sembuse mimi na uteni. Amkeni tuache bifu za kiunie, kama kuanzisha beef tuanzishe bifu na ukimwi, yalopita si ndwele, sasa tugange ya mbele. Lakini zaidi ali-appreciate mchango wa wakongwe wenzie kama kina Professor J. Maana ilisemekana aliwahi kulipwa mkwanja mrefu wa show akatembea nao wote, lakini kumbe bana alizikwa na mzungu. Kwa watu hao wenye uchungu na damu yangu, tangu nilipozimwa na mzungu kwenye uzinduzi wangu, kishanga paka ziwa nimedhulumu wenzangu, bado alikuwa na mimi katika kumomba Mungu, kama Professor JJ Mo na Brother K. Amani kwa watu hao hata na majani. Afande Sele alikuwa balozi wa malaria miaka 2005 hadi 2007, mwanzilishi wa kundi la watu pori aliloanzisha baada ya kutoka Ghetto Boys, ambayo yote yalikuwa ya Morogoro. Lakini vile ni msanii wa kwanza kujaza uwanja wa mpira wa Jamhuri Morogoro wakati akizindua albamu yake ya Mkuki Moyoni. Sasa tunamalizia. Kwa maoni yako, unadhani alistahili kuwa mfalme wa rhymes